Vihiga hoye! Vihiga hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Abandu ba Vihiga murembe! Murembe handi! Muli moyo! Baba amerudi! Amerudi Vihiga! Munafurahi? Munafurahi? Hata mimi ninafurahi kurudi Vihiga tena. Nikiwa hapa Vihiga, niko nyumbani. Niko nyumbani. Nimeleta salamu kutoka kwa Mama Aida Odinga. Mmepokea? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kijana wa Ingo, amenipigia simu leo asubuhi, akaniambia mimi amechelewa kule Arusha, nikifika Ingo nilete salamu zake. Mmepokea? Aliyekuwa mwenyekiti wa mambo ya sheria, Attorney General Amos Wako, ambaye vilevile ni mmoja wa wale wazee wa chama chetu, ametuma salamu zake. Mmepokea? Ndugu yangu, kijana yangu, Bwana Haniri, ambaye alikuwa senator wa hapa, amenitumia salamu vile vile. Ana shughuli zingine za kinyumbani, lakini amesema ametuma salamu zake. Mmepokea? Alafu Gavana Karanga vile vile. Leo niliamua mpaka mimi nifike hapa mimi mwenyewe. Nimealikwa na huyo kijana yangu Geoffrey Osotsi. Juzi wazee wa bara la Afrika walikuja kwangu wakaniomba ati Raila, Afrika iko na shida. Tuna shida kule Addis Ababa. Sasa jamaa yule anatoka. Tunataka wewe mwenyewe uende pale katika Africa Union uyatayarishe. Nikatafakari kirefu sana. Baadaye mimi nikasema basi niko tayari. Si niko tayari? Niende kule, niende nifagie Afrika kwanza, sio? Sivyo? Lakini mimi niko wakati wote pamoja na nyinyi. Niko na nyinyi. Kenya kwanza, Kenya pili, Kenya tatu. Sawa? Tunataka tutembee pamoja kama nchi ya Kenya. Sasa mimi nafurahi kwa nyuso zenu hapa. Nimevaa kofia ya chama chetu cha ODM. Wangapi hapa ni wana ODM? Nione mkono hapa. ODM ndiye mama na ODM vile vile ndiye mama na baba. Ni nini? Chama ni muhimu sana. Vijana nataka hapa mwe kimya. Kimya tafadhali vijana. Nataka kusema maneno muhimu. Vijana, tokeni hapa. Tokeni hapa. Uduguni chini. Nataka watu waone mimi vizuri. Njoo pande hii. Wacha watu wanione vizuri. Sasa mnaniona vizuri sasa? Nataka muelewe umuhimu wa chama. Chama ndio ni kinga. Chama ndio ni silaha. Chama ndio ni mkuki. Ndio mshale. Ndio bunduki ya kunyakua nchi katika utawala ya kidemokrasia. Ndio sababu tuko na chama cha ODM. Juzi mliona kule Marekani wakifanya uchaguzi ya urais. Amerika iko na inaitwa states kama counties 50 states. 50 simulana namna hiyo.
lakini campaign ilikuwa inafanya tu kwa county 7 peke yake. Makana county zingine zimejulikana, zingine ni blue, zingine ni nyekundu, zingine ni Republican, zingine ni nini, Democrat, sio? 7 peke yake inaitwa swing state, sio? Yale ambaye hawajulikani wataenda pande hii au pande hii. Kuna umalaya wa siasa, ukiwatangaza vizuri wanakuja na wewe. Kana yule mwingine akatoa pesa kidogo namna hii, anaenda pande ile, sio? Kenya hii vile vile na hiyo namna hiyo. Kuna eneo zingine ambazo ziko chungwa. Eneo zingine ambazo ziko ile ni majani kibichi. Sisi nyingine si unajua namna hiyo. Tunataka kupanua eneo ambazo ziko chungwa. We want to expand the space which is orange in our country. Kuna zingine ambazo inaitwa swing. Tukisema hapa Nyanza yote chungwa, Western yote, Pwani yote, Nairobi yote, kaskazini mashariki yote. Basi kuna zingine ambazo inaitwa swing. Mimi nataka mkoa wa magharibi yote iwe chungwa. Wakati unasema chungwa sio? Tunataka eneo hii iwe chungwa flat. Vihiga, Busia, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia. Wakati unasema na mwenyewe nione mkono. Ni jukumu lenu sasa. Tunataka iwe namna hiyo. Ili iwe namna hiyo mpaka tuwe na demokrasia ndani ya chama chetu. Ndio sababu tuliitisha uchaguzi. Tunataka uchaguzi ifanyike kwa njia ya urafiki. Sawa? Leo ni wewe, kesho itakuwa ni mimi, sio? Sivyo? Sasa mmefanya uchaguzi mashinani, sio? Baadaye tunaenda sasa kwa uchaguzi wa ward. Sio? Kutoka kwa ward tunaenda kwa ile ya sub county constituency, sio? Kutoka hapo tunaenda kwa county, sio? Kutoka kwa county tunaenda kwa taifa huko, national delegates. Kule kila mtu yote atachaguliwa. Nataka chama chetu iwe na demokrasia. Tunataka vijana waingie ndani ya chama. Vijana mko tayari? Nataka vijana washike hatamu ya utawala katika chama chetu, ili uchaguzi kija ili ya 2027 ODM nikake Mungu na kwenda chama ambayo ndio serikali. Mko tayari? Mtaka kuunda serikali? Wakati wako tayari nione mkono. Inawezekana ikiwa kama watu wetu wamejitayarisha vizuri. Sawa? Sera tunayo, sivyo? Imani tunayo, sio? Uwezo tunayo, sio? Nguvu tunayo, ama sivyo? Kwa hivyo tunataka ODM iwe chama ambaye iko mbele huko, na tunapendana yote upande hii. Sawa? Huyo Soti ni kijana yangu, ni kijana supabu sana. Anaangalia mbele. Ndio sababu mimi nikampiga darubini, nikaona anatosha. Ametangaza leo yeye anataka kuwa gavana wa kaunti ya. Mtamuunga mkono? Utositosha? Asante. Hello. Neno la pili. Vijana.
Kimya. Niko na maneno matatu, nimemaliza moja. Neno ya pili ambayo niko nayo neno kidogo sana. Neno ya pili ni mambo ya ugatuzi. Hii mambo ya ugatuzi tulileta kwa nguvu sana. Watu wengi walikuwa wataki devolution. Mpaka sasa kuna maadui ya ugatuzi. Unaona pesa haitoki Nairobi kuja hapa chini mashinani. Serikali ya counties ziko na shida. Hawapati pesa ya kutosha. Tulisema ati minimum 15%. Lakini kizakikana nataka iwe 20-30%, sio? Sasa mimi nasema hawa wabunge wenu ni sawasawa, lakini wabunge wanapingana na serikali ya ugatuzi. Ijenge hospitali, ijenge masoko, ijenge mashule na kadhalika. Mnataka namna hiyo? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono hapa. Mko tayari na hiyo? Haya. Sawa. Mwisho mliona juzi mtu mwingine anabweka kule. Anabweka tio, timeweka mitego. Nimeweka mitego kila mahali. Hawezi kupenya. Hawezi kuingia mahali yote. Simuona hiyo jamaa? Simuona? Mtego haina gani? Tendawili. Mtego wa panya huingia waliomo na wasiokuwemo. Halo. Mtego wa panya huingia waliomo na maana yake ni nini? Nini? Sikieni. Nataka mnisikie. Kae kimya basi. Kaeni kimya. Mtu mmoja alikuwa anasumbuliwa na panya. Akipika chakula akiweka pale, panya anakuja naingia ndani kule na kula chakula yake. Hii jamaa akapata maarifa aweke mtego. Siweke mtego. Akachukua mtego pale, akaweka nyama, akaweka pale kwa panya. Panya alipokuja akaona hiyo mtego, akawa na tahadhari. Akasema hii kitu ndio inaweza kuumiza watu. Akaenda kwa kuku. Akamwambia kuku, kuna kitu binadamu ameweka pale ni hatari, inaweza kuuma watu. Mimi siwezi kutoa peke yangu, tusaidiane twende tukatoe. Akasema hapana, mimi sina haja ni mambo ya mtego. Akaenda kwa mbuzi. Akamwambia mbuzi, kuna shida, tusaidiane tutoe hii mtego. Akasema hapana, mimi sina haja na mambo haya. Akaenda kwa ng'ombe. Ng'ombe akasema hii mtego binadamu umewekea wewe. Wewe ndio unasumbua yeye kwa chakula. Mimi hata mlango siwezi kuingia ndani. Sina haja naye. Nasikia hiyo? Sasa panya akafadhaika akawachana. Usiku jamaa alikuwa analala. Nyoka kaingia ndani ya nyumba. Kafika juu ya mtego namna hii, pap! Mtego kamnasa yeye. Jamaa amesikia mtego imefyatuka. Anasema, "Oh, panya imeshikwa."
Sasa anaenda ili ategue, atoe hiyo umekufa, aweke nyingine. Ni usiku na giza, ile nyoka ile mtege imeshika yeye hapa kwa kiuno hapa, lakini kisha imebaki inadunda dunda, kisha imebaki inadunda dunda. Jamaa alipokaribia namna hii, nilikuwa ile nyoka ile hatari sana, black mamba. Kaenda namna hii, nyoka kamdunga pap, jamaa kaugua akafa. Jamaa alikufa. Asubuhi watu wameenda, jamaa amekufa, waanza kupiga mayowe, ui ui ui. Fika saa 4 saa 5 namna hii, jamaa sasa watu wamechoka, tumelia sana, tuna njaa. Wakasema nini? Kuchinjwe kuku. Katafuta kuku ikachinjwa. Baada mbizi kumiminika, kufika jioni watu wamejaa. Hawa sasa wanatazana na mbuzi. Mbuzi kaenda akachukuliwa ikachinjwa. Siku ya mazishi halaiki kubwa kaja namna hii. Hawa sasa wanatazana na nani? Ng'ombe kaleta kwa nini? Silichinjwa. Mtego iliwekwa kwa panya. Mtego aliwawa. Kuku, mbuzi, ng'ombe, hiyo ndio mtego kachagua. Alikuwa kule kwa State House. Ya baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake. Hakuna mambo ya nusu mkati. Ako wapi sasa Gachagua? Ako wapi? Mjinga sana. Asanteni sana. Haya, ODM! ODM!